Sera zikiwa mbaya, maisha yanakuwa mabaya. Kwa hivyo sisi hatuwezi kulala, ndugu zetu wa Embu, wa Eastern Province, wa Kenya wenzangu. Nione uchumi kiharibika, na hali nina uzoefu, nina njia ya kusaidia Kenya hii ipate heshima yake na mwananchi wa kawaida asomeshe watoto. Jana mama hapa, mama mboga, simuliambua nyinyi hii serikali itakuwa ya mama mboga. Nani anajua status iko wapi? Serikali ya mama mboga. Yaani watu hawajui hata kudanganyana mchana, si ungajua usiku wadanganye watu. Hata itakuwa vijana ya bodaboda mkaambiwa mtaletwa electric motorbike. Imefika Embu. Yaani ile ya kuchaji na stima. Hii yenyewe mionao mafuta yako juu zaidi. Lazima tutarudisha kila kitu kuwa sawa vile Kibaki na mimi tulikuwa tumepanga. So the time has come tuseme enough is enough. Na kusema, unajua tulikuwa tukisema punda amechoka. Sasa punda waacha kuchoka, ameanguka chini na mzigo. Wazazi wanalia, kila mtu anaumia. And therefore we have to correct this situation. Kwanza mimi naombeni wanaotaka mjiunge kwa chama cha Wiper. Wangapi wataniunga mkono kwa Wiper? Jiandikisheni kwa Wiper. Alafu tukisonga hapo tuwe na strong political movement, strong opposition. Hata Ruto mwenyewe alisema anataka opposition iwe strong. Na anajua tutamkosoa vilivyo. Anajua tutamkosoa. Tunajuana kabisa. Hakuna mtu Kenya hii kiongozi ajui Kalonzo ni nani. Na tusaidiana, lakini wajiandae 2027. Wangapi wanasema tuende mpaka kwa debe? Wangapi? Nataka nione. Because lazima nilete hii kitu nyumbani. Si ni kweli? Wangapi wanasema tulete kiti hapa nyumbani jamani? Wangapi? Basi lazima tuungane pamoja. Hali ya ufukavu, Mungu peke yake ndiye ananusuru Kenya hii. Anatupatia mvua, wengine wakidhani ni El Nino wakakula pesa hata El Nino. Walioko sasa mamlakani kazi yao ni uporaji. Sema uporaji. Wanapora hata mifuko ya wale ambao wanachanga pesa yao kupitia every month payslip. Hata askari hawa na utulinda hapa, ukiwauliza pesa ngapi anapata kwa mshahara, mwilo bahasha imekuwa nyembamba zaidi, hawezi kugharamia hata maisha. Sasa hata mapasta wameanza kuambiwa, hebu tupatie idhini, namba ya waumini wako ni wangapi, unatoa sadaka kiasi gani? Unaona hiyo? Na huku kuna uhuru kuabudu, unataka pia kutoa ushuru maombi. Haiwezekani. Hata wanasema bomoa kila mahali, housing tax, kodi ya nyumba. Alafu nimeona hapa moja wamejaribu pale, lakini unauziwa 4.9 million, unalipa miaka 30 na unatozwa ushuru kwa nguvu, upende usipende. Utamu wa kutoa kodi ni kutoa kwa hiari yako, sio kulazimishwa. Nami nawaambia kabisa Wakenya ambao wana payslip, hakuna mtu ambaye halii. Nilisema mimi Mungu anijalie niwe rais wa 6. First ile inaitwa executive order ni kutoa ushuru huo wa nyumbani kabisa, ndio watu wapate angalau.